nina ramani ya vyumba vitatu, na hii ramani ni naweza kusema ni mfumo fulani kama wa kiroshen kimoja ambacho kitakuwa kina chumba kimoja, lakini kutokana na mahitaji ya mteja wetu huyu ambaye tumemtengenezea hii ramani, yeye akasema iko chumba hana kazi nacho isipokuwa atataka afanye kama balcony, na hiyo ni balcony ambayo unaiona kuna mtu kama amesimama hapo, hiyo ni balcony na yeye ndo ametaka hivyo. Lakini tukija kwenye matumizi ya kawaida, unaweza ukanyanyua kikawa kama chumba kimoja juu, yani kwa maana ukawa nyumba ya chini lakini juu ukawa kuna kiroshen kimoja, lakini ni chumba kimoja ambacho mlango wake utakuwa uko nje na ngazi ndo hizo hapo kama ambavyo unavyoziona. Lakini kama ukihitaji show off, ukiwa utaki chumba, utaki mambo mengi, unaweza ukaweka kibalcony na ukawa una stay uko juu na balizi, unapata upepo and stuff like that. Sasa mimi nyumba ya vyumba vitatu nimeielezea kuanzia kwenye msingi mpaka kwenye kozi 4 za juu. Ni nyumba ambayo ya hidden roof, ni nyumba ambayo bati lake halionekani, na kwa watu ambao wananifuatilia kila siku wanaweza wakaelewa nilitoa mfumo wa hidden roof. Design za hidden roof ziko mbalimbali. Kuna hidden roof ya kumwaga maji kati, yani gata lake linakuwa kati, lakini kuna hidden roof ambayo bati lake linamwaga nyuma, yani bati linaonekana upande mmoja, na hiyo ndo the best sana. Nashauri sana watu kama unahitaji kujenga nyumba ya hidden roof, basi hakikisha unajenga nyumba ya hidden roof ambayo bati litakuwa linaonekana upande mmoja, yani bati limwage kwa nyuma. Hiyo inakuwa haina changamoto. Mimi ni mtu ambaye anafanya ujenzi almost karibu na miaka 15 sasa, na nimekuwa nikifanya hivi vitu kila siku. Kwa napata changamoto mbalimbali. Mafundi tuliokuwa nao wa kupaua bado hawajakuwa na exposure kubwa sana kuhusiana na nyumba hizo hidden roof. Lakini ukifanya kazi na mimi, nikikupaulia mimi, nitakuguarantee kabisa kwamba nyumba yako haitovuja. Kwa moja kwa moja, baada ya ushauri, twende kwenye analysis ama evaluation ya hii nyumba ama quotation. Na moja kwa moja, hii nyumba imekula tofali 3700. Ni tofali nyingi sana kutokana na ukubwa wa nyumba, lakini kutokana na kozi ambazo zilizoenda juu. So tofali 3700, lakini pia tumetumia simenti mifuko 120. Unaweza kujiuliza kwa nini simenti mifuko 120? Ni mingi sana kwa sababu tumezoea nyumba ya vyumba vitatu mara nyingi simenti zimeenda sana labda simenti 45 mpaka 50 mpaka 60. Lakini hii imeenda sana kutokana, kwanza ina sehemu kubwa sana ya kumwaga jamvi kwa maana ya zege, lakini ina hizo ngazi ambazo unazoziona. So ndo maana mifuko ya simenti imekuwa imeenda mingi sana. Lengo ni kupata lesho kali ili hiyo sehemu ambayo umeona mtu kakaa kwenye hiyo balcony isilete, yani isije ikaleta kreki, isije ikatengeneza kitu kingine cha tofauti. Ndio maana mifuko inakuwa inaingia mingi sana. Nadhani mnaelewa umuhimu wa zege kali, mnaelewa umuhimu wa zege. Ratio ya zege ni ratio ambayo inatakiwa iwe standard, iwe katika hali fulani ya quality sana. So mifuko imeingia mingi sana kwa sababu hiyo. Na moja kwa moja tumetumia nondo za milimita 12. Nondo za milimita 12 tumetumia nondo 84. Kwa hiyo hata nondo pia zimeingia nyingi sana, na zimeingia nyingi kutokana na mfumo. Kuna ngazi tumemwaga hapo, mtu alipokaa kwenye balcony tumemwaga nguzo za kutosha, ili hata kama baadaye wewe ukihitaji ramani, bwana mimi sitaki hiyo balcony, nataka hapo kiwe chumba nipandishe tofali afu nikipaue, unaweza kufanya hivyo. Na unaweza ukafanya kikawa chumba cha mlinzi, kikawa chumba cha mtoto wako wa kiume, kikawa chumba cha mfanyakazi kama servant quarter. Kwa wherever ambavyo wewe unataka kiwe kitakuwa tu. Na nondo 84 thamani yake ni shilingi 1,848,048, kwa maana kwamba nondo moja ni shilingi 22,000. Lakini pia tumetumia mchanga kenta 18, ambazo kenta moja ni shilingi 50,000, na ukichukua 50 mara 18 ni 900,000. Lakini wadau wangu, niishi hapa kwenye nondo, kwenye mchanga. Kabla sijaendelea, nitaendelea nitoe like kidogo. Hizi bei za material ninazosema ni bei ambazo zinakuwa ni, tunaweza kusema, baadhi ya sehemu kwa Dar es Salaam. Lakini Dar es Salaam hii kuna sehemu utaenda utauziwa mchanga 70,000, utauziwa nondo shilingi 24,000. Yani ina depend. Kwa kabla hujaondoka na hii bei yangu, fanya tathmini, fanya survey ya mahali ambapo wewe unataka kujenga, ili ujue material yatakosti kwa kiwango gani. So moja kwa moja tuendelee. Pia tumenunua kokoto. Kokoto tumetumia kenta 5, ambazo kenta 5 kokoto za Msolwa
na kenta moja ni shilingi 1,180,000. Kwa 1,180,000 ukifanya mara 5 ni 900,000. Tutatumia mbao za kukodi pamoja na za kununua ambayo thamani yake ni shilingi 400,000. Lakini pia tuna ringi kwa ajili ya kusukia nondo ambazo tumetumia ringi 320 na ringi moja ni 600,000. Kwa ukifanya 600,000 mara 320 unapata 1,192,000. Tutatumia binding wire za 100,000, lakini pia kuna gharama za ufundi. Hapa kwenye gharama za ufundi nimefanya hii ni maximum kutokana na mfumo wa hii nyumba. Hii ni nyumba ya vyumba vitatu lakini ina mambo mengi sana, ina mbwembwe nyingi mno. Yaani naweza kusema kama ukiwa unahitaji kijumba fulani cha kuishi juu, yani kama unahitaji nyumba ambayo itakuwa ina mfumo wa ghorofa, basi mimi nakushauri. Na kama bajeti yako haikuruhusu sana kujenga ghorofa, basi make sure unapata kitu kama hichi ambacho wewe mwenyewe utarelax, hata kimuonekano inapendeza sana. Kwa maana unaua hiyo balcony, unaweka chumba chako hapo juu, unapata room fulani ambayo itakuwa hata decoration yake itakuwa nzuri na itakuwa ina muonekano mzuri. Kwa hiyo ufundi unaenda sana, ama tunachaji hela nyingi nyumba hii kutokana na mfumo wa hii nyumba. Unaweza kusema inakaribia kuwa kama nyumba ya ghorofa kutokana na mifumo ya zege ambayo iliingia ndani. Kwa hiyo ufundi moja kwa moja ni 2,250,000. Na unaweza kujiuliza kwa nini 2,250,000? Ni kwa sababu kuna ngazi, kuna sehemu ambayo tumemwaga zege, kuna kozi zake kozi 4 kwa maana kozi zimepanda sana. Kwa hiyo ina vitu vingi, zina nguzo za kutosha, ni nyumba ambayo ina nguzo za kutosha, ni nyumba ambayo ina konopi juu ukiangalia hapo. Kwa hiyo ni nyumba fulani ambayo yani kwa fundi kukuchaji 2,250,000 ni kitu cha kawaida sana. Na hii nyumba ukifanya sasa tathmini yote kuanzia kwenye tofali, simenti, nondo, mchanga, kokoto, mbao, ringi, binding wire na ufundi, toto inakuja 1,505,080. Yani ukiwa na 2,505,080 hii nyumba unakuwa unaimiliki kuanzia kwenye foundation mpaka kwenye kozi 4 za juu, kwa maana unakuwa ushapata boma la hii nyumba nzima. So kama umeipenda Ilamani, ni cheki WhatsApp kupitia namba hiyo hapo ambayo unaona kwenye screen yako 0659877756. Mimi nipo kwa ajili yako, nipo kwa ajili ya kupendezesha nyumba yako, nipo kwa ajili ya kuihudumia. Mimi ndo Dr. Nyumba, mimi ndo Mr. House Decoration. Namba zangu ni hizo hapo. Kama haujasubscribe, fanya subscribe ili uweze kujipatia updates mbalimbali zinazojiri na vitu ambavyo tunafanya kila siku. Mambo ni mengi, ushauri wa kutosha. Kama unahitaji ushauri kuhusiana na masuala mazima ya ujenzi, tucheki WhatsApp anytime. Nitakupa ushirikiano chochote niulize kuhusiana na masuala mazima ya ujenzi. Mimi naitwa Mr. House Decoration. Tukutane tena wakati ujao. Yao.